Kwa sababu hawajui kuperform ndo hata kupiga makofi ya mpigi. Mambo vipi? Tuks Awards 2025. Kwa majina mimi naitwa Mingi Mtasimba. Niko na mwenzangu anaitwa James Kisewe. Wote tunatokea kampuni ya Mega ambayo ndio watengenezaji wa dawa ya Bofen, ambayo ndio mshirika mkuu au sponsor mkuu wa leo. Ndio? Yeah. Mimi nitaongea kwa kifupi tu, tutampa ataendelea kwa sehemu kidogo. Kwa kuzungumzia Mega Wikia, ni kampuni inayojishirikisha na utengenezaji wa dawa iko Thailand. Lakini pia ina viwanda vya kutengeneza dawa Australia. Kwa hiyo Bofen unavyoiona hiyo dawa ni dawa ambayo imetengenezwa Australia. Kwa hiyo na tunaposema Australia na maana tunazungumzia viwango vya Ulaya, au sio? Kwa hiyo sasa nitakuwa mzungumzaji mkubwa sana na kwa nimkaribisha Mr. James na ataendelea kwa sehemu nyingine. Karibu sana. Wanaume hawa. Jamani, majina yangu naitwa James Kisewe. Mimi ni mwakilishi kutoka Mega Wikia. Nipo hapa kama main sponsor. Kwa brandi ni hii kofia niliyoivaa, wote mnaiona. Nimeambatana na bosi wangu Mr. Mingi Mtasimba, huyu mnayemuona ndio bosi wangu. Lakini zaidi sana kutoka ugumu wa moyo wangu ni washukuru nyote mliofika mahali hapa. Sio jambo dogo kuvumilia, sio jambo dogo kujitoa kuja mahali hapa, lakini nimeamua kujitoa kuja kushiriki katika jambo hili. Mimi niwapongeze na niwatakia amani ya Bwana ikae ndani yenu, muendelee kuvuna vilivyobaki. Tupigeni makofi tafadhali. Mimi naomba ninukuu maneno machache ya kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Biteko. Aliwahi kusema kwamba watu ni wale wale. Watu ni sisi. Sawa jamani? Basi tugeukiane, mwambie watu ni wale wale. Ugeukie jirani yako, mwambie tu watu ni wale wale. Kwa hiyo ninyi nyote mliopo mahali hapa, mtakapokuwa mna event tofauti, isisite kutualika, kwa sababu inawezekana ikawa safari mojawapo ya kuanzisha njia na baraka ya kupata ajira kutoka hapo. Kwa sababu kiachana na hicho tunachokifanya kwa upande mmoja ama mwingine, sisi ni waajiri pia. Sawa eh? Haya. Kwa sehemu sasa niende kwenye ujumbe ambao umetuleta. Jamani, picha inaonekana vizuri? Wanaume wenzangu tunaweza tukaielewa zaidi sana. Hao ni warembo kama wanavyoonekana. Hii mada yangu imekaa sana kwa ajili ya wanaume. Sasa wanaume kama tutasikilizana vizuri, nadhani tunaweza tukakosa vinono. Viumbe hawa ni ngumu sana kuishi nao, lakini hatuwezi kuishi bila wao. Jamani, naeleweka? Ni ngumu kuishi nao, lakini hatuwezi kuishi bila wao. Bado na sehemu yao. Jamani, sisi Mega Wikia tunadili na mambo ya afya, na jambo la afya sio jambo la mtu mmoja. Mwanaume anaumwa, mwanamke anaumwa, kwa sio jambo la kijinsia. Wote tunawajibika nao. Ndote safari ya ukuaji kwenye maisha haya, kadri unapovuka vidato kutoka shule ya msingi kwenda sekondari kwenda chuoni, tayari unaandaliwa kuwa mama au baba automatically. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu vitabadilika. Ulikuwa una manyonyo yatakuja. Ulikuwa upendi, kupenda kutakuja, na mengine yataendelea. Na ni kitu gani ambacho kinaweza kikambadilisha mwanamke msichana kwenda kuwa mdada? Kitu pekee yake ni hedhi, ndio inaweza kikambadilisha kutoka kwa msichana kwenda kwa mdada aliyekamilika. Sasa WHO anasemaje juu ya afya ya uzazi? Tutaenda kuzungumza kwa sehemu. Anasema afya ya uzazi hapa sio hali tu ya ile mtu kutokuwa na ugonjwa. WHO anasema sio ile hali ya kutokuwa na ugonjwa tu. Anasema ile hali ya kuwa physical, social, mentally stable,
hapo ndo anasema kwamba una afya nzuri. Na changamoto ambazo zinawakumba dada zetu wanapokuwa katika mazingira ya chuoni, hii ndio ilikuwa ajenda kubwa ya kutuleta sisi kuendelea na programu hii ndani ya miaka mitatu. Changamoto ya kwanza tunayokutana nayo ni period pain ambayo imekuwa sponsored na brand yetu ya Gofen kwa ajili ya kuhakikisha mdada anapokuwa kwenye wakati wa hedhi, yale maumivu na vitu vyote ambavyo anatakiwa avizingatie ili awe salama, basi Mega Wiki anaenda kushia naye kwa sehemu. Lakini jambo la pili ni vaginal infection ambayo huwa inakuwa ni kwa sababu ya mtindo wa maisha ambao tunaenda nayo. Basi niachilie pale pale, rudi nyuma. Lakini menstruation yenyewe ni nini? Menstruation hiyo ni important indicator ya kuonyesha mwanamke ana afya nzuri ya uzazi. Lakini ukizingatia hiyo japokuwa ni important indicator, yenyewe inakuja na changamoto zake. Kila mmoja anapokuja wakati wa period anakuja na visanga vyake. Sasa hapo ndio nataka wanaume wenzangu tutege masikio, tukaone visanga ambavyo vinawatokeaga wanawake hao na tujue namna gani ambavyo tunaweza tukaishi nao kama yanavyosema maandiko, wanawake tuishi nao kwa akili. Chapa. Hapo sasa ndio naomba tutege sikio na tuangalie kwa makini. Huo ndio mchakato mzima mwanamke anaoanza kuanzia siku ya kwanza mpaka mwezi mzima unaishi. Sawa? Hizo tutaziona na tutajua ni kwa nini maandiko nayo yanasema nini. Yes. Video hii tusikilize kwa makini wanaume wenzangu. Inaweza ikatufundisha kitu. Siku ya kwanza mpaka ya pili tunategemea mwanamke anaanza period, anaanza kupata fatigue, anapata maumivu ya tumbo, anakuwa hayuko sawa kabisa. Hali namna fulani. Siku ya 3 mpaka ya 5 tunategemea maumivu ya tumbo yanawezekana kama imeisha hiyo, hedhi imeisha, lakini anaweza kuanza kupata energy kidogo, anaanza kurudi kutoka kwenye maumivu aliyokuwa nayo siku ya kwanza na ya pili. Lakini anakuwa na wakati mzuri sasa wa kuanza kujitikisa. Lakini siku ya 6 mpaka ya 9 ni mwanamke anakuwa na pregnancy, ni wakati ambao anapenda kujiangalia kwenye kioo kuliko wakati wote ule mwingine. Ni wakati ambao ukipiga simu yeye anapokea kwa haraka na kukwambia vitoke. Lakini wakati huo hata utumii bando lako, yeye ana dakika za kukupigia kwa ajili ya mtoko. Ndio wakati huo. Siku ya 10 mpaka ya 13 mwanamke anakuwa active. Yaani babangu ukigusa hapo umelea. Yaani orgasm ni hizi ya pili. Yaani ukigusa baba imekukuta. Hapo tena unamuona yaani kila kitu kiko sawa. Siku ya 14 kama yeye alijarudishwa linatolewa, anaanza tena kubadilika, alikuwa na furaha, anaanza kuchoka 15 mpaka 18 anapata sudden hormone change. Uso unaharibika. Hata kila kujiangalia kwenye kioo, mtoko ukipiga simu haokoti. 19 mpaka 22 ndo kabisa. Uso chetu ulivyoharibika. Anaanza kujisiliba usoni huko ili akae sawa. Anaanza kula vitu vizuri walau maumivu yatakapokuja mbeleni asimkute yule. Anaanza kupata bloating, tumbo linamuuma, maziwa yanajaa. Hana hamu ya tendo kabisa yaani hangaike wewe kama ukitaka. Hapo tena anaanza kujiandaa sasa na kuanza na mazoezi kwa ajili ya kuja kumsaidia maumivu ya tumbo la hedhi yatakayokuja. Unaona? Fanya mazoezi, anapenda hapo kidogo, kafeni hataki kwa sababu itamuongezea maumivu. Vyakula vya sukari hataki kwa sababu inaenda kuchochea maumivu. Wakati anakunywa maji mengi kwa ajili ya kujiandaa, hivyo shughuli inaendelea tena. Aya, nani kanielewa? Mwanamke yule kuanzia siku ya 9 mpaka ya 13 aliyekuwa anapenda kujiangalia kwenye kioo, aliyekuwa anapiga simu moja mnatoka, angalia kuanzia siku ya 19 alipobadilika. Kuanzia 15 kwenda juu, simu haokoti, mzuka hana tena, jambo lolote utakalosema hakuelewi, hata hamu ya ile mambo yetu ya kwa maana Biblia inasema wanawake tuishi nao kwa akili. Kuna wakati mwingine wanabadilika tu kwa sababu ni wameumbwa hivyo. Homoni zenyewe zinabadilika, zinasababishia tukio. Ukauliza wanawake wote hapa waliopo kwenye umri huu hapa katika upande wa menstrual, ni kitu gani ambacho wanatamani kukifuta? Hawa wote watakwambia ni maumivu, ndio kitu pekee yake wanachotamani kukifuta. Kwa sababu gani ni maumivu? Huwa yanawazingua katika lengo tofauti wanapokuwa kazini, lakini huwa inaingilia masomo yao, lakini kubwa kuliko huwa inawazuia katika social activities.
Wakati mwingine wewe unataka kuwa mwanasiasa, lakini ukifika wakati wa hedhi unaganda kweli kweli. Hapo ni maumivu baada ya maumivu. Ni mtu wa kulala, watu wanakuona huyu tukimpa uongozi hawezi kutufaa, ila kumbe ni maumivu tu ambayo yanakukuta. Kwa nini elimu hii sasa ni muhimu kwa wanaume? Elimu hii ni muhimu kwa wanaume kwa sababu wanawake ni dada zetu, wanawake ni mama zetu, wanawake ni shangazi zetu, lakini kubwa kuliko wanawake ni wake zetu. Midinyano. Naeleweka hapo? Nimenyooka Haya. Twende. Sasa kuna kipengele kimoja ambacho wanaume tulio wengi, kama hujapata elimu hii, kuna namna ambavyo huwa tunachukulia mambo kwa udogo. Mdada akikwambia baba nina tumbo la hedhi linaniuma sana, wewe ukisikiliza unaona kama anafanya mchezo. Ile video fupi inaonyesha mfanano wa maumivu wale tukipewa wanaume, hizi njemba ambazo zinaweza kuumia kwa kiasi hiki. Hayo ndio maumivu yake wanayopitia dada zetu wanapokuwa katika tumbo la hedhi, japo sio wote. Jamani, tunaweza kuona huyu kitu au ni wanaume wenzetu ambao wanahangaika na maumivu hayo kama inavyoonekana. Haya. Je, maumivu ya hedhi yatakuwa ni normal tena kama yanatesa dada zetu kiasi hichi? Na kama tunaweza kuonyeshwa na wanaume tukifananishiwe inavyokuwa, basi niwahakikishie maumivu ya hedhi ni normal, kwa sababu 80% ya wanawake wote duniani wachanga wanapitia maumivu hayo. Sawa jamani lakini sio hilo tu, kama ni miongoni mwa wale wanaopata maumivu makali na unahangaika dunia, hauko peke yako duniani kote, kuna wanawake wenzio nao wanapitia maumivu makali ya tumbo la hedhi. Na hayaishi hapo. Kimbunge kinachoendeleaga hapo, wengine wakiingia kwenye hedhi wanaambatana na diarrhea, wengine wanapata vomiting, wanapata vichwa vinauma, wanakuwa katika hali ya unyonge kuliko mtu yote kwa hiyo kutokea katika hii dunia. Lakini maumivu hayo yanawezekana kuwa abnormal kwa wakati gani? Maumivu hayo ya period yanaweza kuwa abnormal, yani sio kawaida. Yakitokea maumivu hayo mdada unayapata siku 2, maumivu hayo ukawa unayapata baada yanakuwa baada ya muda unavyozidi kwenda. Yaani maumivu ya mwaka huu ukiona ya kawaida, maumivu ya mwaka uliokuja yanakuwa makali, yanayokuja yanakuwa makali. Hayo tunaweza kusema ni secondary dysmenorrhea, na hayo huwa yanakuwa associated na diseases. Yanakuwa na magonjwa mengine ndani yake. Na kikawaida kibongo bongo huwa hatunaga ile medical check up kwamba huumu ukafanye check up.